I like your dress. Hello. I like your dress. Yeah. What is your name? Masi. Masi. Oh, nice. Nice to meet you. Are you Kenyan girl? Masi. I'm having an event like up here. Work. Yeah, it's work. Okay. You can pass by. Huh? You can pass by. I need eating. Okay, you're here to eat. Well, I Pick don't something to understand. Sorry, You don't from understand- Russia. You don't understand English. Yeah. My English Your English is not good. but I can hear what you're saying. Can I see tomorrow in the evening? Oh, really? Yeah. You can take my number and then... Your number? Yeah. Okay. This is my place. I see. It's nice to Nice. meet you again. Yeah. I'm too. Do you want water? Jamaa mmoja ambaye ni raia wa Urusi ambaye amejitambulisha kwa jina la Vyacheslav Trahov, maarufu mitandaoni kwa jina la Yatseslav, amezua mjadala mkubwa na hasira kali nchini Ghana pamoja na Kenya baada ya kusambaa kwa video zikimuonesha akirekodi kwa siri mawasiliano na matukio ya faragha aliyokuwa nayo na wanawake wa maeneo hayo, kisha ameyasambaza mitandaoni kwa manufaa ya kifedha, yani kwa maana ya kupata views, kuweka YouTube pamoja na TikTok. Tukio hilo limeibua wito wa uchunguzi rasmi kuhusu ukiukwaji wa faragha, ridhaa na uwezekano wa unyonyaji wa wanawake kupitia teknolojia ya kisasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizosambaa mtandaoni, jamaa huyo alisafiri katika nchi kadhaa za Afrika katika miezi hivi karibuni, zikiwemo Ghana, Kenya na inadaiwa pia Afrika Kusini. Akiwa Ghana, alianza kuvuma mapema Februari mwaka huu baada ya kuchapisha makumi ya video, nyingi zikiwa zimechukuliwa katika maeneo ya umma jijini Accra, kama vile katika eneo la kibiashara la Accra Mall. Katika video hizo anaonekana akiwafuata wanawake, kuwapongeza, kuanzisha mazungumzo mafupi, na mara nyingi anafanikiwa kupata namba zao za simu au mwaliko wa kukutana nao baadaye katika hoteli au nyumba aliyokuwa amepanga kupitia Airbnb. Baadhi ya wanawake hao wanaonekana wakifika katika makazi yake, na sehemu ya video hizo inaonyesha matukio ya faragha, mengine yakiwa yamehaririwa kwa mtazamo wa kuvutia au wa kingono. Taarifa zinaeleza kuwa alitumia miwani maalum ya kisasa aina ya Ray-Ban Meta Smart Glasses ambayo ina kamera za ubora wa juu zilizojificha. Yani mtu anavaa miwani, unaongea naye anakurekodi HD video. Hiyo imekuwa ikifanyika sana sasa hivi. Kwa hiyo kuwa makini pia wana SNS. Mtu ambaye amevaa miwani unaona anakuuliza something fishy, ujue hilo kwamba siku hizi watu wanarekodi content kupitia miwani. Huwezi jua kama anarekodi. Hiki ndicho ambacho alikuwa anakifanya ujamaa, na hawa wanawake walikuwa hawafahamu. Miwani hiyo inauzwa kwa takriban shilingi milioni 1.2 na inaruhusu kurekodi bila kuonekana wazi kuwa mtu anachukua video, na hivyo kumwezesha kupata picha ambazo tunasema ni first person perspective, yani kama tuko na wewe hapa tunazungumza bila kuwahusika kufahamu. Inadaiwa kuwa amechapisha zaidi ya video 100 kutoka Ghana pekee katika majukwaa kama TikTok pamoja na YouTube, na pia katika channel za Telegram ambazo zinalipiwa. Nchini Kenya, muundo kama huo uliripotiwa katika miji ya Nairobi na Mombasa, ambako alirekodi mawasiliano ya barabarani au katika maduka makubwa kabla ya kuendelea na safari yake. Sasa mjadala mkubwa umelipuka tarehe 12, yani juzi, Februari hii, baada ya picha za screen na vipande vya video kusambaa kwa kasi katika mitandao kama X, Instagram na makundi ya WhatsApp. Wananchi wa Ghana walishangazwa kuona sura za watu wanaowafahamu, marafiki, ndugu au wafanyakazi wenzao, zikionekana katika video hizo. Wengi walilaani kitendo hicho, wakikitaja kuwa ni aina ya utalii wa kingono wenye unyonyaji, uvamizi wa faragha na ukiukwaji wa ridhaa, wakisisitiza kuwa inawezekana wanawake wengi hawakujua kuwa walikuwa wanarekodiwa au kuwa video hizo zingesambazwa hadharani. Baadhi ya mijadala pia iligusa hatari za kiafya, uharibifu wa sifa binafsi na athari za kisaikolojia, huku taarifa zikieleza kuwa baadhi ya wanawake waliotambuliwa walikumbana na lawama za kifamilia au kutengwa kijamii. Hizi video ziko nyingi sana, na imagine unamwona dada yako, shangazi, kwa sababu wengine ni watu wazima,
akiwa amerekodiwa hivi, anachukuliwa anapelekwa chumbani na hujui alichofanywa nini baadaye hapo, lakini vyote hivi vimekuwa vikioneshwa. Mtandaoni kulikuwa kuna hisia tofauti. Kuna watu walikuwa na hasira, lawama na hata mjadala kuhusu masuala ya kimaadili. Kulikuwa kuna hashtag, kwa mfano kama sasa hivi ukienda X kuna hashtag ya Russian guy, ambapo utaona hizi video pamoja na picha pamoja na zingine, huku wito kukamatwa kwa huyu jamaa ukitolewa zaidi. Baadhi ya wakosoaji walimtuhumu kutumia udhaifu wa kiuchumi au mvuto wa wazungu kuwavuta wanawake hao, wakati wengine wakiwashutumu wanawake waliokubali kukutana naye. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za wanawake na wataalamu wa usalama mtandaoni walisisitiza kuwa hoja kuu ni ridhaa na usalama wa faragha, wakionya juu ya hatari ya teknolojia za kamera zilizofichwa zinazoweza kuwezesha kurekodi bila idhini. Kutokana na shinikizo la umma, huyu jamaa yani Yasteslav alizifuta video nyingi zinazohusiana na Ghana kutoka katika akaunti zake za TikTok pamoja na Telegram. Katika kipande kifupi cha video aliomba radhi kwa Kiingereza kisicho fasaha, yani broken English, akidai kuwa ilikuwa ni adventure tu na hakukusudia kuumiza mtu. Hata hivyo, video zilizohifadhiwa tayari zilikuwa zimeanza kusambaa, zikisababisha tatizo jipya la kuwatambua kimakosa wanawake wasiokuwa na uhusiano na video hizo. Mamlaka ya usalama wa mtandao nchini Ghana zimetangaza nia ya kuchunguza tukio hilo chini ya sheria ya usalama wa mtandao ya mwaka 2020, yani Cyber Security Act 2020 Act 1038, inayoweza kupelekea adhabu hadi miaka 3 jela kwa yeyote atakayepatikana na hatia ya kurekodi au kusambaza mawasiliano ya faragha bila ruhusa. Nchini Kenya pia wataalamu wanasema sheria za faragha na ulinzi wa data zinaweza kutumika iwapo itabainika kuwa kulikuwa na ukiukwaji wa ridhaa. Mashirika ya kutetea haki za wanawake yamewahimiza waathirika kuripoti matukio hayo na kutafuta msaada wa kisheria na kisaikolojia, yakisisitiza umuhimu wa ridhaa na usalama wa kidigitali katika enzi ya mitandao ya kijamii. Pia tukio hili limefungua mjadala mpana kuhusu wajibikaji wa wageni, yani foreigners, maadili ya travel content, maudhui ya watu ambao wanasafiri ambazo zinatengenezwa kwa faida ya kifedha kupitia maisha ya watu wengine, na hatari zinazoweza kusababishwa na vifaa vya kisasa vinavyoweza kurekodi kwa siri. Ingawa huyu jamaa aliondoka katika ukanda huu wa Afrika baada ya kashfa kuongezeka, uwepo wa video hizi mtandaoni unaendelea kuwa ukumbusho wa madhara ya kudumu ya uharibifu wa kidigitali. Sasa hebu fikiria, kwa mfano, katika wanawake hawa wako wengi sana ambao wengine ni mama watu wazima maskini, hata hawajui kuwa walikuwa wanarekodiwa, lakini pia imeonyesha udhaifu mkubwa sana na matatizo ya fedha, kwa sababu naamini kwamba wengi walikuwa wanarubuniwa kwamba watapewa maisha, watapewa pesa. Kwa hiyo jamaa anawarekodi hivi, anawapeleka katika sehemu ambazo alikuwa amefikia na wala hawajui. Ni video nyingi sana, ukienda X ukaandika Russian guy utaziona. Lakini sasa imagine pia kuna watu humu ni wake za watu, wachumba, wapenzi wa watu wamekuwa exposed katika hizi video. Unadhani mahusiano yao yakoje sasa hivi, ama ndugu wanawachukuliaje? So huyu jamaa kikweli amefanya kitu ambacho kitaleta matatizo makubwa sana kwa wanawake hawa. Niambie mtazamo wako ni upi? Umekutana na hizi video huko TikTok ama sehemu zingine? Niambie umezionaje.